Habari, uhali gani mtu wa Mungu? Kuna kitu nataka kushare na wewe hapa, kama ni mtu ambaye ni wa kujifunza mambo mbalimbali katika maisha. Nisikilize kwa makini kwa dakika hizi chache. Nataka kushare na wewe kuhusu swala la hofu na mashaka. Hili ni jambo ambalo limewaponza, limewapotezea focus, limewapotezea maisha watu wengi sana hapa duniani. Kwa sababu hofu ikikuingia inaweza ikasababisha ukashindwa kujiamini, ukashindwa kupiga hatua katika maisha. Kuna kitu inaitwa hofu kuu. Hofu kuu ni kitu ambacho kinakufunika kwenye fahamu zako, akili zako. Unaogopa kiasi cha kutetemeka, na wengine hufikia hata hali ya kupoteza maisha. Ndio unakuta watu wanasema labda amekufa kwa ugonjwa wa moyo, shinikizo la damu, sijui vitu kama hivyo. Hiyo inakuwa ni hofu ambayo imemkuta huyo mtu, akiogopa sana, moyo unaanza kwenda mbio, damu inaenda kasi. Kwa hiyo mwili unashindwa kuhimili hiyo kitu, mtu anaweza akapoteza maisha au akawa katika hali fulani ya kukata tamaa kwenye maisha yake. Na shetani anatumia sana hiyo chance ya kukutisha, ya kukutia hofu, kwa sababu unajua ukiogopa tu, tena ukiogopa kwa kiwango cha juu sana, basi utakuwa kwenye hatari ya kupotea, na ukipotea kwake ni sherehe. So ndio maana niko hapa ili kukuelezea swala haya ya hofu, ili ujue vitu, ili uweze kuishi hapa duniani kwa ujasiri kwa miaka mingi sana ya kutosha na yenye mafanikio. So siku zote usiogope, na kuikataa hofu ni lazima ujue hofu inakuja kwa sababu gani. Kwa sababu hofu inapokuja kwenye maisha yako, lengo ni kukwambia ya kwamba hakuna kitu ambacho unakifanya kina maana. Hicho unachokifanya kina maana, uhai hauna maana. Hivyo vitu unavyotaka kuvifanya havina maana. Kwa hiyo unajidharau, unajikubali ya kwamba wewe hauna maana, haustahili kuishi hivyo. Kwa hiyo ndio maana hofu inakufunika na inaweza kusababisha madhara makubwa sana. So kwa nini hata Mungu anasema usiogope? Kwa sababu anajua unapoogopa unasababisha hatari katika maisha yako. Kwa sababu hofu ni kitu ambacho hakipo, lakini unakiogopa unakuwa unajishusha thamani. Yaani mtu ni wa thamani sana, lakini unapokuwa unaogopa unajishusha thamani, na ukijishusha thamani, shetani ndo anatake advantage, anachukulia hiyo ni kama faida kwake. So kitu kikubwa inatakiwa usimame kwa kujiamini sana katika dunia hii. Na hapa naamini kuna mambo mengi ya kujifunza, namna ya kupambana na hofu, na namna gani unaweza kuepuka kwenye hayo masuala. Cha kwanza ni lazima upate upate elimu kuhusu hofu. Hofu ni nini kwa undani kabisa, na unatakiwa ufanye nini pale hofu inapokujia. Na lengo kubwa la hofu ni kukuua, ni kifo kabisa. Kwa hiyo inatakiwa uwe na elimu au ujifunze, upate maarifa mengi ambayo yataifanya hiyo hofu yako isiweze kupata nafasi. Na hayo mambo yaliyo mengi inatakiwa ni mambo fulani ya imani, mambo ya kiroho. Yaani roho yako ishibe ushuhuda wa kweli, ushuhuda za maana. Kwa sababu vifo vingi unavyoviona vinatokea hapa duniani ni kwa sababu ya hofu. Watu wanafunikwa na hofu mpaka hofu inafungulia mlango wa matatizo mengi sana. Inafungulia magonjwa, inafungulia umaskini, inafungulia watu kutokujiamini. Unakuta mtu anaweza labda ukapita ugonjwa labda kama corona ilivyopita vile. Hii ni hofu fulani iliachiliwa kwa watu. Kwa hiyo watu walikuwa wanaishi kwa hofu sana, wengi wamekufa kwa sababu ya hofu tu. Kwa hiyo unakuta hofu inatumika sana kwa upande wa shetani na watu wake kuwamaliza watu kirahisi sana. So inatakiwa uwe makini, ujifunze, ujue namna ya kupambana na hofu. Hakuna binadamu ambaye hatakutana na hofu, tena ile hofu kuu. Kwa sababu hofu inaweza kuanza pole pole, usipochukua hatua za kujiepusha inazidi kukua. Kwa hiyo utakuwa unaogopa kidogo kidogo, mara unazidi kuogopa, kiwango cha hofu kikiwa kikubwa kwenye maisha yako, kufanikiwa au kusurvive, kuendelea kuwa hai, kutakuwa kwa mashaka sana, kwa nadra sana. So jifunze mambo ya kiroho, na mimi niko hapa, naamini nitakuwa na share hivi vitu kiundani zaidi.
Kwa hiyo nitakuwa na share na wewe vitu kiundani zaidi ili roho yako ipate kuwa strong. Wanasema imani inakuja kwa kusikiliza. Imani manake ni ile hali ya kufukuza hofu. Hata kama kitu kinakuja labda kinakwambia wewe hutafanyikiwa, hiyo hofu ukiachilia ufanikiwi kweli. Au hofu nyingine inaweza kukujia ikakuonyesha wewe bwana, kwa hali uliofikia hauwezi kupona ugonjwa wako au huwezi kupona matatizo yako. Kwa hiyo ile hofu ikiingia kwa kasi na kwa ukubwa sana ndani yako, utasababisha kweli ule ugonjwa utakupoteza kabisa, na wengi wamepotea kwa ajili ya hofu. Kwa hiyo lazima ujue namna ya kupambana na hofu, na kupambana na hofu ni sikuahidi, si kitu rahisi, ni kitu moja ngumu sana, kwa sababu hofu ni kifo, na kupambana na kifo si kitu kidogo. Kwa hiyo ukishinda hofu, umekishinda kifo. Na kukaribisha uwe pamoja nami, fuatana na mimi kwenye channel, na nitakuwa na share mambo haya kwa kina sana. Naamini baada ya muda utaanza kuelewa na kuweza kupokea na kuweza kuvifanyia kazi na kuhakikisha utakuwa strong kabisa, na nitakuwa nakupa hata shuhuda mbalimbali ambazo mimi nimezipitia. Wakati mwingine nilipokuwa napambana na hofu kubwa, nilichukua hatua gani na nilifanya vitu gani ili kuendelea kuwa strong, na mpaka sasa nakuhakikishia nimejifunza vitu vya kutosha. Kwa hiyo nitakuwa strong, nitakuwa mzima, sitakubali hofu iweze kuniondoa katika maisha haya kabla ya kile ambacho natarajia kukifanya, wala haina nafasi. Yaani wengi sana wanaogopa kifo. Hiyo ni hofu. Kifo kinatisha, lakini unaweza ukakipambana nacho kwa kujua namna ya kupambana na hofu, hata kifo kisikukute, kisikupate, au sio bwana? Kwa hiyo fuatilia, kama una muda wa kufuatilia, fuatilia hii channel, subscribe hapo, like, na upate kuwa mmoja wa hii familia tutakapokuwa tunajifunza mambo ya maana haya, na kuhakikishia ni mambo ya maana sana. Kwa hiyo utapata tu point nyingi sana za kukusaidia katika maisha yako. So nisiongee sana, ni kwa ufupi tu hivyo, nikwambie hofu ni hatari, hofu ni adui. Unaweza ukapambana nayo ukawa ishi kwa uhuru sana hapa duniani, mpaka watu watakuwa wanakushangaa, huyu jamaa vipi? Mbona yeye anaendelea tu kuishi wakati wengine tunapitia changamoto hizi, tunaogopa hili, tunaogopa hiki, tunaogopa uchumi, tunaogopa kutokuoa, kutokuolewa, lakini anazidi kuishi tu, yuko strong. Hakuna kitu ambacho kinamtisha. Utakuwa mmoja wa watu ambao watu watakuwa na kujadili namna hiyo ukishajifunza hayo. So nikuache uendelee na mambo mengine hapo ulipo, na mimi naendelea na mambo yangu hapa. Tutakutana tena next time kwenye video nyingine. Fuatilia kwa makini. Ciao.